والذكر وفي مسجد أبو الخير هنا القرى يبقى كنور في الدجى يسري مع الآيات والذكر وفي مسجد أبو الخير هنا القرى يبقى كنور في الدجى يسري هنا انطلقت قوافلنا مع القرآن في الفجر وكم شهدت محاربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 24. Karibuni katika halqa ya 24, na halqa hii tutazungumzia katika upande wa vitendo. Tushamaliza kuzungumza majina ambayo yanairabiwa kwa huruf. Tulitaja jamu al-mudhakkar salim, tukataja al-muthanna, tukataja na al-asma'u sita. Sasa hivi tunaingia katika upande wa vitendo. Vitendo ambavyo vinairabiwa kwa huruf, kuna vitendo vinaitwa al-af'alul khamsa. Zain, vitendo vya aina tano. Vitendo vya aina tano. Vitendo hivi vinairabiwa kwa huruf, havirabiwi kwa harakati. Na vitendo hivi ni vya fi'al mudhari', ni vya fi'al mudhari'. Mada hii ina uhusiano pia na fi'al amr baadhi ya wakati, lakini tutakuja kuelezea baadaye insha Allah. Sasa hivi tujikite katika upande wa fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' kuna hali tano huwa inairabiwa kwa huruf. Asili yake inairabiwa kwa haraka, fatha au sukun ikiwa ni majzum, ikiwa imepata jazm, au rafa, na tulizungumzia raf'ul mudhari' katika darasa zilizopita. Kwa hiyo wakati gani fi'al mudhari' itairabiwa kwa huruf? Ni wakati ambao fi'al mudhari' itakuja kwa mfumo wa af'al khamsa, muundo wa af'al khamsa. Af'al khamsa ni vitendo gani na kwa nini vimeitwa af'al khamsa? Af'al khamsa vimeitwa af'al khamsa vitendo vitano kwa sababu hivi vitendo kweli sasa ilivyo ni aina tano, viko aina tano, kwa ndio maana vikaitwa al-af'al khamsa, na wengine huita al-amthalul khamsa au al-amthilatul khamsa. Al-amthal maana mifano, maana ni mifumo mitano, mifumo mitano. Na ukikuta kitendo kipo katika moja ya mifumo hii mitano, basi utakirabu kwa hurufu. Kwa hiyo al-amthilatul khamsa, ama vitendo vya aina tano au mifumo hii mitano, ni kila kitendo ambacho kitakuwa ima kimeunganika na aliful ithnain au yaul mukhataba au waul jamaa. Kwa hiyo unaweza kusema huwa kullu fi'lil mudhari', ni kila kitendo cha mudhari' ittasala bihi, kimeunganika, ittasala bihi aliful ithnain, kimeunganika na aliful ithnain ambayo hii ni dhamir ambayo inajulisha wawili, au yaul mukhataba, au ya mwanamke mwenye kuhutubiwa, au waul jamaa, au wau ya wingi inayojulisha wingi wanaume. Kwa mfano tukichukua kitendo cha faala, alifanya, tukikipeleka katika aina hizi tano au mifumo hii mitano, kwanza tukianza na aliful ithnain, tukichukua kwa mfano kitendo faala, faala ni kitendo cha madhi, alifanya. Tukitaka kukipeleka katika fi'l mudhari' ambayo imeunganika na aliful ithnain, ima tutasema taf'alani au yaf'alani, taf'alani au yaf'alani. Taf'alani maana yake nyinyi wawili mnafanya, au wao wawili wanawake wanafanya. Hii moja na maana inatumika kwa maana mbili, inatumika kwa dhamiri antuma, na pia inatumika kwa dhamiri ya huma, wanawake wakiwa ni wanawake. Zain, na yaf'alani maana yake wao wawili wanaume wanafanya. Kwa hiyo ikiwa utawazungumzia wanaume wawili ambao hawapo, kitendo kitaanziwa na ya, lakini ikiwa utawazungumzia wanawake wawili ambao hawapo, au utawahutubia wawili, basi kitendo kitaanza na ta katika hali hizi mbili. Na aliful ithnain hapa ni ipi? Ni hii ambayo ipo kabla ya nun, ipo kabla ya nun. Hii inaitwa aliful ithnain kwa sababu imeingia katika vitendo ambavyo vinajulisha watu wawili, watendaji wawili, ndio maana ikaitwa aliful ithnain. Na hii ni dhamir, ni dhamir muttasil, ni dhamir muttasil, ni dhamir ambayo inaunganika na kitendo. Kuna dhamir ambazo zinaitwa al-dhamairul munfasil ambazo haziunganiki na kitendo la jina, inakuwa iko peke yake, hata ikiandikwa inaandikwa peke yake. Kwa mfano antuma, antum, anta, hizi ambazo tulizisherehesha kabla, hizi ni dhamair munfasila. Lakini dhamair muttasila ambazo ni aliful ithnain, hata yaul mukhataba au jamaa na nyingine, lazima zitanguliwe na neno kabla yake, haiziwezi zikaja peke yake. Anti taf'alina, taf'alina, anti taktubina. Kwa hiyo hii ya iliyopo kabla ya nun, hii ni yaul mukhataba, ni dhamiri pia ambayo ni kama vile alif. Sema hii maana yake ni mwanamke mmoja unayemhutubia. Zain, kwa hiyo hii ni
aina ya tatu au mfumo wa tatu. Na mifumo miwili iliyobakia ni waul jamaa. Waul jamaa ni wau ya wanaume wengi. Unapohutubia wanaume wengi unaingiza waul jamaa, au unapozungumzia wanaume wengi ambao hawapo pia unaingiza waul jamaa. Antum taf'aluna, hii ni waul jamaa ambayo ipo kabla ya nun na pia ni dhamir, kwa hiyo lazima ziwe na mahali, zitakuwa ni fa'il. Na pia unapozungumzia wanaume ambao hawapo unasema hum yaf'aluna, wao wanafanya. Kwa hiyo tushakamilisha aina tano. Hukumu yake turfa'u bi thubuti nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Turfa'u bi thubuti nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha, vinapata rafa kwa kuwepo nun. Ikiwa vimekaa sehemu ya rafa, basi kutakuwa kuna nun mwisho wake, kama hii mifano mitano ambayo tumeitaja sasa hivi: taf'alani, yaf'alani, taf'alina, taf'aluna, yaf'aluna, mwisho kuna nun. Kwa hiyo hivi tulivyovitamka vitendo na uandishi huu maana yake ni katika hali ya rafa. Maana yake ukikiona mwisho kuna nun, basi hapo ni katika hali ya rafa. Maana yake kipo kitendo katika asili yake ambayo ni rafa, kwa sababu mudhari asili yake inapata rafa. Lakini nasb na jazm inakuwa pale ambapo hichi kitendo cha mudhari kitatanguliwa na moja ya adawati za nasb au jazm, kitatanguliwa na moja ya hurufu ambazo zinatia nasb au hurufu ambazo zinatia jazm. Kwa hiyo hapo kitatoka katika asili yake rafa na kitakuwa na nasb au na jazm. Kwa hiyo katika jazm na nasb alama yake itakuwa ni kufutwa kwa ile nun, itafutwa nun ambayo ipo mwisho. Kwa hiyo itakuwa ni kinyume cha rafa. Rafa maana yake ni kuwepo kwa nun, na jazm na nasb ni kutoweka kwa nun, ni kutoweka kwa nun. Kwa hiyo ikiwa kwa mfano taf'aluna au taf'alani au taf'alina katika hali ya nasb utasemaje? Utasema kwa mfano amartuki an taf'ali al-ma'ruf, amartuki an taf'ali al-ma'ruf. Baada ya kusema taf'alina utasema an taf'ali, nun utaifuta kwa sababu ipo katika hali ya nasb, na hii an harf ambayo inatia nasb katika mudhari. Kwa hiyo ikitanguliwa fi'il mudhari na hii an itapata nasb. Kwa hiyo na alama yake ya nasb hapa ni nini? Ni kufutwa kwa nun. Kwa hiyo itafutwa nun. Mfano mwingine amartukuma an taf'ala al-ma'ruf, nimewaamrisha nyinyi wawili mfanye mema. Amartukuma an taf'ala al-ma'ruf, amartukuma an taf'ala al-ma'ruf. Zain, kwa hiyo itafutwa nun. Na pia amartukum an taf'alu al-ma'ruf, ikiwa unahutubia wengi, an taf'alu al-ma'ruf utaifuta nun. Hii katika hali ya nini? Ya nasb. Na unakisia mfano mwingine ikiwa ni yaf'alani, ikiwa hawapo zain yaf'aluna, unakisia hivyo hivyo unafuta nun. Mfano wa jazm unasema la taf'alu al-munkarat, unawaambia wengi, unahutubia wanaume wengi, la taf'alu al-munkarat, msifanye mabaya. Usemi la taf'aluna kwa sababu hapa ni jazm, kwa sababu la ni miongoni mwa hurufu ambazo zinatia jazm. Hii ni la ya kukataza na hii inatia jazm katika kitendo. Kwa hiyo utafuta nun. La taf'alu, na ukimwambia mwanamke la taf'ali al-munkarat, usifanye maovu. Na ukiwaambia wawili la taf'ala al-munkarat, unawaambia wawili sawa, ikiwa ni wanawake au wanaume au akiwa mmoja ni mwanamke mmoja ni mwanamume. Zain, unapohutubia wawili inakuwa ni wawili wote wale. La taf'ala al-munkarat, msifanye maovu nyinyi wawili. Kwa hiyo hivi ndio inavyokuwa fi'il miongoni mwa af'al khamsa, ndio kwa muundo huu. Naona kisia vitendo vyote sawa, ikiwa ni kitendo chochote basi kinakuwa lazima kiingie katika mifumo hii. Ukiwa unahutubia wengi wanaume, au ukiwa unahutubia wawili, au ukiwa unamhutubia mwanamke mmoja, au ikiwa pia unawaelezea wawili ambao hawapo, au unawaelezea wengi wanaume ambao hawapo, kama tulivyozungumza katika yaf'al. Kwa mfano dhakara yudhakiru, hapo na mmoja haingii katika af'al khamsa. Lakini unaposema yudhakiruna, enzen tudhakiruna, tudhakirina, tudhakirani au yudhakirani. Zain, kwa hiyo ukishajua tu kitendo kilivyo asili yake, una uwezo wa kukipeleka mwenyewe katika dhamiri hii alif al-ithnain au dhamiri ya al-jamaa au dhamiri ya al-mukhataba. Muhimu ni kupa kitendo tu asili yake uweze kukipeleka mwenyewe. Kama iko hujaweza, basi unahitaji mazoezi. Kwa mfano nikikupa kitendo yalabu, wewe unamalizia mwenyewe. Ukitaka kupeleka kwa wawili unasema yalaban au talaban, unaongeza alif na nun katika hali ya rafa. Zain, jamaa wengi wanaume yalabuna au talabun, mwanamke mmoja talabin, hapo katika hali ya rafa hizi. Taban hali ya nasb na jazm unafuta nun tu basi. Baada ya kusema yalabani unasema yalaba. Zain, lan yalaba, hawatocheza. Zain, lan yalaba. Talabina talabi, talabuna talabu. Inshallah katika darasa zinazofuata, inshallah darasa inayokuja itakuwa inshallah ni mazoezi biidhnillah taala, ili tupate kufahamu zaidi na kuelewa zaidi. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.